Kwa majina naitwa Zainat Karim, ni mtangazaji wa kipindi cha Grace na Asili Yangu. Zoa Zoa na Asili Yangu. Na leo nipo moja kati ya saluni hapa Ifakara. Napenda kumkaribisha aweze kujitambulisha kwa uchache kidogo. Kwa majina naitwa Hafizi Kawamba, almaarufu Hafizi Msusi. Napatikana Muola, kibao cha shule, opposite na guest ya Maanji. Nipo hapa na saluni yangu. Kwa ufupi, unaweza ukatuambia kwamba saluni hii ulianzisha mwaka gani mpaka leo hii unatimiza miaka mingapi? Kwa kazi hizi za ususi nimeanza tangu 2016. Nimeanza nikawa nimeajiriwa, baada ya pale nikatoka nikaja kujitafutia mwenyewe, nikafungua saluni yangu na miaka 6 tangu nifungue hapa Muola. Tunapenda pia kujua, kabla ya kuanza kazi hii ya ususi, ulikuwa unafanya kazi gani kabla ya kutafakari au kupenda kufanya kazi hii ya ususi? Kabla sijaanza kazi hizi za kusuka, nilikuwa nauza matikiti. Nanunua matikiti na kata nazungusha barabarani, matikiti, mayai, ndio zilikuwa biashara zangu hizo sana. Tunahitaji pia kufahamu kwamba katika kazi hii ambayo umeianza ya ususi, ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo ukiwa kwenye hii kazi? Kwenye kazi ya ususi changamoto ni nyingi sana, ila nitazielezea kwa uchache. Sababu tukielezea zote muda utakuwa utoshi. Kwa uchache, changamoto ya kazi za saluni kwa sisi wanaume zipo nyingi. Unaweza kukutana na mteja asikuamini moja kwa moja kama unaweza ukamhudumia vizuri. Kashfa mitaani mbalimbali za kuonekana tofauti, kuonekana yani jinsia na kazi ninazofanya zinaadili sana na watu wa kike. Hivyo tunapambana nazo, tunaendelea. Lakini tukupe hongera na pole kwa changamoto ambazo umekutana nazo. Pia tungependa kujua ni mafanikio yapi makubwa ambayo umeyapata toka ulipoanza kazi hii ya ususi mpaka leo hii? Mafanikio yapo, nimeweza mwenyewe kujitafutia na kwangu, nimetokea kwa ajili ya kusuka, nimejenga nyumba yangu na usafiri, nimenunua pikipiki zangu, nimewapa watu kipande, yote imetokea na mikono yangu. Kwa mafanikio yapo mazuri. Na tunataka kujua pia una uzoefu gani wa kutunza nywele, lakini na huduma pia ambazo unazitoa kwenye hii saluni yako hapa, tulikuwa tunaomba pia tujue. Anapokuja mteja na nywele zake, cha kwanza naangalia anahitaji kufanya huduma gani, pia na ushauri pia naweza nikamshauri tufanye hivi, na kwa kutokana na ushauri naofanya tunatumia product ambazo zilizokuwa nzuri bora ili kuendeleza nywele za mteja wangu ziwe safi na salama kabisa. Tulikuwa tunaomba tujue ni makosa yapi ambayo wanawake wengi wanayafanya katika kutunza nywele zao. Kosa la kwanza wanawake wanalolifanya kwenye upande wa nywele zao, wanatumia product ambazo haziko sawa. Kwa hiyo kutokana na hivyo, ila kwa saloni kwangu baadhi ya watu wengi wanakuja na nywele zimekatika, nywele hazina nuru, hazina mvuto, nywele imekuja alafu, lakini akija hapa tunatumia product nzuri, anatoka nywele safi na anakuwa anaendelea kuja na maendeleo ya nywele hapo vizuri kabisa. Tunahitaji kujua ni product gani ambayo unaitumia hapa ofisini kwako? Hapa ofisini kwangu product iliyokuwa asilimia nyingi ni ya Grace Zoa Zoa zile. Pia ulianza kutumia hii shampoo ya Grace kwa miaka mingapi au ulianza kuijua lini? Shampoo ya Grace nimeanza kuijua tangu mwaka juzi. Nimeanza kuitumia hiyo product ya Aisha. Okay, ni tangu mwaka juzi, sawa. Kabla ya kutumia hii bidhaa ya Grace, ni bidhaa ipi ambayo uliitumia na kipi ambacho kilikushawishi mpaka ufanye maamuzi ya kutumia bidhaa hii ya Grace? Kuna shampoo siwezi nikaitaja jina. Kuna shampoo nilishawahi kutumia, nikaitumia kwa wateja, malalamiko yakawa kwa wateja kwamba naweza nikatumia isiwe na harufu nzuri, ikawa nywele inakacha ya mteja, nikaamua kubadilisha. Tangu nibadilishe sipati kesi zozote kwenye changamoto na wateja wangu. Pia nahitaji kujua jambo moja. Ni namna gani unaweza kumshawishi au kumshauri mteja kuamini au kutumia hiyo bidhaa ya Grace shampoo mara zote, akiwa kwako au akiwa nyumbani? Naweza kumshawishi mteja kutumia bidhaa ya product ya Grace kwamba napoona yani yeye mwenyewe anapokuja kwangu, anapotumia hiyo bidhaa, akitoka akiona ameisifia, akishaisifia mimi namuelekeza sasa jinsi inavyotakiwa kutumika na kuwa na kumshauri moja kwa moja inunue au anaitumia hata nyumbani kama atakuwa mbali na hapo.
Sawa, tumefurahi kulijua hilo, lakini pia tulikuwa tunahitaji tujue kitu kimoja. Ni kwa namna gani pia ulipata hii idea ya kutumia hizi bidhaa? Ni ubora upi ambao wewe uliuona kwenye bidhaa ya Grace Shampoo? Ubora nilioona kwenye Grace Shampoo, kwanza Grace Shampoo yake ni nzuri, ina conditioner ndani yake, ina harufu nzuri, haina chumvi, povu kwa wingi. Ukioshea nywele tu, yani ukiosha nywele ya mteja lazima wewe mwenyewe uone, yani lazima ikushawishi kuitumia hiyo shampoo. Unawashauri nini kwa wanawake wote ambao wanakuja saluni au wanaenda kwenye masaluni mengine kupata huduma ya ususi? Ushauri wangu kwa wanawake wote, kwa wenye masaluni wenzangu, tupende nywele za mteja. Mdada, penda nywele yako, penda muonekano wako, tumia shampoo ya Grace Zoazoa. Ni nzuri sana, itakufanya uwe na harufu nzuri kichwani, itakufanya uwe na muonekano mzuri bila shida ya aina yoyote. Grace Hebo Shampoo ni nzuri sana kwa matumizi yako. Haya, sisi tukushukuru sana Hafizi Msusi kutoka pande za Muhora. Umesema unapatikana mkabara na guest ya Mahanji. Sawa, sisi tukushukuru sana, tukutakie wakati mwema. Lakini kwa majina naitwa Baby Shabani. Mimi ni mteja wa kudumu wa Hafizi Msusi. Toka nianze kujuana na Hafizi Msusi mpaka sasa na miaka 3. Huwa napendelea kuja hapa. Nikija hapa kuosha nywele natumia shampoo ya Grace Shampoo. Cha kwanza napenda kuitumia Grace Shampoo, ina conditioner ndani yake, inanikuza nywele, inaacha unyevu katika nywele zangu, ni nzuri sana na inaacha rangi moja ya nywele. Napenda kuitumia na nywele yangu kama mnavyoiona hapa. Nimetoka kutumia Grace Shampoo kuosha nywele yangu kama mnavyoiona, ina rangi moja, ni nyeusi, imenyohoka, inanijaza nywele, inakuwa kwa haraka. Napenda kutumia Grace Shampoo na washauri kwa wote ambao bado mlikuwa mjalijua hilo swala. Napenda niwashauri muitumie Grace Shampoo, ni nzuri na ina manufaa ndani ya nywele za mtoto wa kike.